Bwana Yesu asifiwe sana. Apostle Levi 001. Nimekuja na ujumbe ambao ujumbe huu najua hautafurahisha watu wengi, especially muhusika, kwa sababu si ujumbe wa kawaida, ni warning. This is a warning from God. Na wale mnanijua mimi sizungumzagi vitu za kufurahisha watu, nazungumzaga vitu ambavyo zimetoka kwa Mungu. Basi nataka kuzungumza na rais. Hii ni direct message from God to you. The reason why I want to speak this, nimengangana na ujumbe huu kwa siku 3, lakini lazima nizungumuze. Kitu cha kwanza, President, God is very angry with you. I have said this many times. Na sijui kama clip zangu zinakufikiaga ama hazikufikiagi, because nyinyi munafikiago na zile clip zenye munasikia kwamba zinawapendeza. So this one is very heavy message even from my heart. Na kwa sababu sikutukani wala kukuvunjia heshima Mheshimiwa Rais, basi nisikilize. Kama unasikilizaga mtu, nisikilize. Kwa Biblia kulikuwa nabii ambaye hakusikizwa na mfalme, alisikiliza wale wengine popular and famous waliomdanganya, lakini yule aliyekuwa na message ya kumuokoa maisha yake asikufe alimuignore. I hope you will not do this. Basi kuna mambo ambayo nimepewa na Jehova ambayo inasema kwamba usipowacha you will lose 2027 and you will not believe it. Kitu cha kwanza ambacho Mungu ameniambia nikuambie, ambacho kimetuma akuondokee, ni kiburi. Mr. President, kiburi, pride comes before falling. Mungu anapenda mtu anayenyenyekea. Kiburi chako kiko juu sana mpaka unasema na kuita watu wajinga. Neno la Mungu linasema ya kwamba usimuite mtu aliyeumbwa na Mungu mjinga. Na kuambia watu hawana akili ni makosa sana. Kiburi chako na kitu kinaitwa dharau, arrogance, Mr. President, yako iko juu sana. Sasa Mungu anasema amekuondokea. By the way, jiangalie kwa kioo. Jiangalie kwa kioo, utaona utukufu wa Mungu hauko nawe. Ask your wife, ask your children, ask people who are close to you. The glory of God has parted from you, Mr. President, because of pride and arrogance. Number 2, kitu kingine ambacho kitatuma utang'olewa ni damu na kilio cha Gen Z. Wale watu ambao waliuawa under your watch. Wewe mwenyewe uko kwa public domain ukisema watu wapigwe risasi kwenye miguu. Watoto waliuawa wa watu na hamjawahi fanya compensation. Kilio chao, madhabahu hiyo ya mauti itakuondoa kwenye kiti na hutaamini. 2027 is not about chama, it's not about mtu wetu. Unaona hawa watu wa kabila la kwako ambao wanakuambia na wanasema kwenye social media kwamba watu wengine watajua hawajui. Afadhali Kenya ichomeke kama hutarudi. 2027 watakamatwa shingo na Mungu. Hautaamini. There is nothing they will do. Maana hii ni vita vya kiroho, sio vita vya siasa. Kutachipuka watu wengine ambao hamkutarajia na watawaweka chini. Hamutaamini. 2027 you will be defeated. Sawa sawa. Jambo lingine ni hili. Bwana anasema uache uchokozi. Nisikilize Mr. President. Na kuna mambo mengi sana na ya bana. Kuna mambo naweza nikaongea lakini siwezi nikayaongea hapa. I wish one day I find time to speak with you one on one. I will tell you so many things. Wanasema husikizagi mtu, but I wish one day you can listen to me. Unaona wahubiri marafiki zako, wale wanakuogopa, wale hawawezi kukuambia ukweli. Basi we thank God for the internet, because uhuru huu wa kuongea bila kutukana mtu wala kuchochea, na wakati huu wa TikTok, nashukuru Mungu, we thank God for the internet, because I'll speak here. Najua in one way or the other itakufikia. Maamuzi ni yako ya kunisikiliza ama kutonisikiliza, lakini 2027 you will lose. You will not believe it. I'm telling you, you will not believe it. Maana Mungu akikuondokea, Mungu aliyetuma ushinde deep state ile iliyokuwepo, it's the same God that will defeat you, because ulimuacha Mungu. Kiburi chako kimepanda juu sana. Ninakuambia inakuwa heshima sana. Wahubiri wale wanakuzunguka hawakuambii ukweli. They are not telling you the truth. And maybe
wanatamani, lakini you don't create that environment. Sasa leo mimi nakuambia kama mtumishi wa Mungu, I am not a political analyst and I'm not content creator. I am a servant of God. Nisikilize vile Imla. Unakumbuka yule mtumishi wa Mungu Imla alikataa kusikilizwa, lakini kile alisema kilifanyika. The king died. I wish he could have listened to that prophet. Today I am here. Unakumbuka story ya Biblia ya Mikaya wa Imla? Aliambia, story hiyo inazungumza, yule mtumishi aliambia mfalme asiende Kiledi hata rudi. Hakusikia kwa sababu alikuwa na kiburi kama kile uko nacho. Hakusikia. You think because you have power, deep state na polisi, you are the commander in chief, you think Mungu anatambua hiyo. So uwezi ukasikiza Mungu, basi atakufedhehesha. Kuna mambo naweza nikazungumza nikiwa na wewe one on one, but hampatikanagi. Ni sawa sawa. Kiburi, arrogance. Damu ya Gen Z inalia kwa udongo, inalia. Wale watu wote, the groupings ambazo unafanya, unakutanisha ziwe upande wako, Mungu atawatia roho ya kukubetray. Siku hiyo unaofikiria watasimama na wewe, hautaamini. You will not believe it. I'm telling you. You have chance. Uko nayo muda wa kurejea. Uko na muda. Uko na muda. Uko na muda. Mungu anaweza akakupa second chance. Ukisikia klipu hii, wandani wako wakusikie, wasikia wakuambie, I wish you listen to me. Any pastor that is telling you, any preacher, any prophet, awe wa Kenya ama wa nje ya Kenya, anayekutabiria kwamba utashinda tu hivyo, ni mrongo na hakupendi. He does not like you. They like your money. Mr. President, sir, God is angry with you. Mr. President, sir, God is angry with your administration. Mr. President, sir, God is not pleased with you. He will shame you 2027. It's not about politics. It's not about political parties. It's not about mambo ya kabila letu. Utatumia pesa nyingi sana, lakini utaaibika. Mimi ni mtu wa Mungu, sijulikani, but ninalo sikio la Mungu. Nisikilize tu sana, and God will give you another chance. Jambo lingine ambalo Mungu amesema ni uache uchokozi. Mungu anasema unachokoza wa Kenya. You are provoking Kenyans na matamshi yako ambayo sio ya mtu kama wewe. You are a leader. Wewe unastahili kuunify. The opposition waongee Kenya wataongea. You don't talk like them. You are a father, but you have failed on that. You have failed on that. Kuna watu wanakusikiliza hivi, wako karibu na wewe, wanashindwa. Wow, umechoma. Unachokoza wa Kenya. Every step, everything you are doing every day, it is putting a lot of anger to the same people unataka wakuchague tena. Unaumiza the same people unasema unataka kuwaongoza tena. Unatumia polisi kuhangaisha mikutano ya watu wengine. Kama unajua wewe una akili kuliko mtu yoyote na opposition haina mtu ambaye anaweza akakushinda, mbona unatumia nguvu za polisi? Mbona unatumia nguvu za polisi kuhangaisha Wakenya? Mnatupia Wakenya wale unasema unataka wakuchague. Will they elect you? Your guess is good as mine. So Bwana anasema acha kuchokoza Wakenya. Mungu ataweka hasira mpaka kwa watu walio karibu na wewe na hawatakuchagua. You will not come back. Between now na 2027 uko na time ya kubadilika. Badilisha tabia, Mr. President. I'm telling you this as a servant of God. Ya mwisho ambayo imemkasirisha Mungu pia, anasema umeivunjia nyumba yake heshima. Umeivunjia nyumba yake heshima. Nyumba, makanisa yanatupwa tear gas. Watoto wahubiri madhabahu ya Mungu. Watu unanajisi nyumba ya Mungu, basi anasema na wewe atakufedhehesha. 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 It is the same church. It is the same altar
that fought for you. Now you are fighting it. 2027, you